Mheshimiwa Mwenyekiti, madiwani ni wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, ndio wenye viti. Watendaji ni makatibu kwenye kata zote 20 kwenye kata zetu. Hakuna mradi wowote utakaotekelezwa kwenye kata diwani hajui, hakuna. Ukiona diwani hajui, basi wewe sio diwani, kwa sababu makusanyo ya mapato ya ndani kwenye halmashauri yakishakusanywa kila mwezi, mfano mwaka wa fedha 2025/26, mwenyekiti, bajeti inasema lazima tukusanye bilioni 5 na milioni 200. Kifupi tunasema bilioni 5.2. Ili ufike bilioni 5 lazima kila mwezi tukusanye zisizopungua milioni 250 na kuendelea ili ufikie hiyo bajeti. Sasa fedha zinapokusanywa, mnakaa hapa kamati ya fedha na uongozi, mnatenga 20% kwa ajili ya shughuli za maendeleo kwenda huko kwa wananchi. Mnajenga madarasa, zahanati, vituo vya afya, iko miradi mingine mnamalizia kwenye maeneo hayo. Fedha ile kabla haijafika kwenye kata husika, kwenye kijiji husika, mnakutana hapa baraza la madiwani, mnakutana hapa kamati ya fedha na uongozi kwa niaba ya baraza la madiwani, kwamba fedha hii tunaipeleka kwenye kata fulani. Kwa nini diwani asijue? Lakini sambamba na hilo, wakuu wa taasisi, miradi yote inayotekelezwa kwenye kata ambazo waheshimiwa madiwani mpo, mnaifahamu hiyo miradi. Tukipeleka umeme lazima diwani ujue, tukipeleka maji lazima diwani ujue, tukipeleka barabara lazima diwani ujue, na miradi mingine yote ya taasisi. Wakati mwingine diwani ni kila kitu kwenye kata. Maana yake ukiona kuna mradi hauendi vizuri na fedha ya mapato ya ndani imekwenda, diwani ana shida. Mimi nataka niwaambie, msema kweli mpenzi wa Mungu, lazima niseme hapa mbele yenu, ukiona mradi hauendi vizuri wa mapato ya ndani, diwani yuko pale, diwani ana shida. Kikao kinafunguliwa na diwani, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Kuna kitu hujaridhika, rudieni kuzungumza kwa pamoja ili muwe na uelewa wa pamoja, ili mambo yaendelee kusonga mbele. Tunafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa nini mambo yaende alafu tufike mahali hayafiki? Hebu fikiria, tulikuwa tunasoma hapa, mwenyekiti wa halmashauri, milioni 15 zimepelekwa kwenda kumalizia darasa, halijaisha, diwani upo. Ni sahihi kweli? Alafu fedha iko kwenye kijiji, fedha iko kwenye kata. Ni sahihi kweli? Nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Hakuna maneno mazuri kwa wananchi kule, mchakato umechelewa, sijui mfumo unakataa, sijui fedha inasubiri mtu wa kusaini. Wananchi hawajui hayo. Wananchi wanataka kuona maendeleo, wanataka kuona mradi wao umekamilika, wanataka kuona diwani anapita kuona darasa linajengwa, darasa linapigwa rangi, darasa limefanya nini, leo wanaweka milango, mwisho inakamilika, rangi imeshapigwa. Wanataka kuona walikuamini wakakupa dhamana ya kusimamia. Ndio maana niliwaambia mimi nitawapa ushirikiano 100%. Kila jambo mnaloona kuna mahali ninakwama, naambieni nipo pamoja na nyie. Ndio maana mahali hata hamjaniambia mtanikuta niko site. Lazima tusimamie miradi yetu imalizike kwa wakati. Nyie mmeniona mimi nazunguka kuhakikisha kwamba nasikiliza changamoto za wananchi na kutatua changamoto na kuambia fedha zilizokuja kwa ajili ya miradi na kazi ambayo imefanyika. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha kwa ajili ya Watanzania. Maana kenyewe lazima mzisimamie na watu wapate maendeleo kwa wakati. Niwaombe sana, leo hii tukianza kuzungumza hapa, hebu fikirieni, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta bilioni 106 katika wilaya yetu, bajeti ya 24/25, bajeti ya 25/26. Mmeona haikuwahi kutokea. Mnajengewa shule 5 za kisasa za sekondari. Leo ukienda Kamwanga milioni 584.
na elfu 28 kule watoto wako wanasoma pale. Mmeongezewa milioni 60 kumalizia yale maabara zote 3 pale, lakini bado Sinya imejengwa milioni 584, lakini bado imeongezwa milioni 300 na mkajengewa pale mabwalo, bado mkaongezewa fedha nyingine kujenga mpaka vyoo pale, mkajengewa nyumba za walimu. Tukatoka hapo Kimokoa leo milioni 584. Angalia, utafikiri Ulaya. Yani shule, makamu mwenyekiti wewe ulikuwepo, mwenyekiti ameingia hapa. Yani ukienda sehemu ambayo ilikuwa pori, leo nakwenda mwangaza wa kutosha hadi unafurahia. Yuko mdogo wangu hapa Rais, amejengewa shule ya kisasa ya sekondari, shule ya Mundarala, shule nzuri, mandhari mazuri, mazingira mazuri. Leo ameongezewa milioni 250 kujenga kituo cha afya kwenye eneo hilo. Leo umepelekewa mradi wa maji wa milioni 205, milioni 82 zimeingia, watu wanapata maji pale. Sisi ni watu gani tusiokuwa na wema? Tusimamie miradi hii kwa wakati ili watu wapate maendeleo. Tusizungumze maneno rahisi. Wananchi wanahitaji maendeleo kwenye maeneo hayo. Hebu angalia leo Nondo tu mnazungumza, na nikushukuru mwenyekiti wa halmashauri, tumezungumza kwa lugha moja, nimekupelekea umeme kule mpaka kule Nondo tu. Leo ukimpeleka kiongozi hadi anasema hivi na huku ni gani? Lakini Mheshimiwa Rais amezitandika fedha, ziko kule, watoto wasome kule. Sisi ni watu gani? Tusimamie kwa wakati, maendeleo yapatikane.